Roho Mtakatifu anakuja na roho ya ufahamu. Roho ya ufahamu huu ni uwezo wa kuelewa kweli za kiroho. Uwezo wa kuelewa kweli za kiroho, kutambua makusudi ya Mungu na kupambanua mambo kwa mtazamo wa kiroho. Mtazamo wa kiroho. Jamani, kuna mtazamo wa kiroho. Napokuja kufanya huduma hapa, kuna kufanya huduma kwa mtazamo wa kiroho. Mtazamo wa kimwili ni wa kujionyesha, ni wa kujigamba, ni wa kutaka sifa. Huo ni mtazamo wa mwili. Ukishaona mtu ana mtazamo huo, unajua huyu anapungukiwa na hii roho ya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa rohoni anafanya mambo rohoni. Kwa Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, anaachilia uwezo wa kuielewa kweli ya kiroho, kweli za kiroho. Hutadanganywa. Roho ya ufahamu hii ndio itakao kuepusha na manabii wa uongo. Roho ya ufahamu. Tamkuta hapa mtu anapiga injili, amepiga jasho, amebadilisha mpaka sauti anaunguruma, lakini wewe utatambua hii sio roho ya Mungu na hii ni roho ya Mungu, kwa roho ya ufahamu. Mtu anaweza akawa anafanya mema sana kwako, lakini utatambua kwamba haya mema yanatoka kwa Bwana au haya mema yanatafuta roho yangu yanitafune. Roho ya ufahamu ni muhimu sana, hasa kwenye ulimwengu wetu huu tulionao uliojaa udanganyifu. Unahitaji sehemu hii ya Roho Mtakatifu ya ufahamu upate kuelewa. Mtu anaweza kuja kwako, anataka urafiki, anataka muombe pamoja, anataka mtumike pamoja, lakini lengo lake ni kukuchota na kukutoa kwenye msingi wa kweli. Roho ya ufahamu itakujulisha kwamba huyu sio rafiki mwema,